kuilea nafsi yangu kunako swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kunako kumcha Allah tabaraka wa taala ndiko kwenye mafanikio ya hakika hapa duniani, kaburini na kesho akhira. Kwa hivyo basi tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie tio miongoni mwa wacha Mungu insha Allah. Ndugu zangu, katika Ijumaa hii ya leo, mada yetu ya leo haitapingana bali itaambatana na khutba iliyopita katika Ijumaa iliyopita. Ijumaa iliyopita mwalimu wetu, shekhe wetu alizungumzia swala zima la addu'a na akaielezea kwa vile yeye alivyopanga kuielezea, lakini pia akatwambia dua ni mlango mpana mno. Mifano aliyotoa mwalimu, akatoa mifano mbalimbali za dua wakati wa kula, kulala, kutembea, kutoka nyumbani na kadhalika. Leo tutaizungumza dua kwa namna nyingine kabisa. Hotuba yetu leo itakuwa inahusu fadhila za qiyamul layli. Kwa hivyo dua leo tutaizungumzia kwa namna ya swala, yani hii swala ambayo mimi na wewe tuiswali, basi tambua swala kama swala maana yake ni dua, ni maombezi. Imeletwa swala ili iweze kukusogeza karibu na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu swala pekee ndiyo ibada ambayo inakukurubisha zaidi na kukufanya uongee na Mola wako kwa njia ya moja kwa moja. Ibada ya swala, swala mwanzo wake inaanza kwa dua na mwisho wake unamalizikia na dua. Hiyo ndo swala. Kwa hivyo tutazungumzia fadhila za kisimamo cha usiku ambacho pia ni swala. Kwa nini tunaendelea kubogoteza hivi vitu? Kwa sababu ni vitu bora na muhimu katika maisha yetu ya hapo baadaye. Ni muhimu mno na zaidi katika maisha yetu ya akhira. Ndugu zangu Waislamu, swala imebeba vitu vingi mno, vitu ambavyo endapo mwanadamu utavizingatia kwa yakini na hakika, basi unakwenda kufaulu na kufuzu mbele Allah tabaraka wa taala. Anasema mwenye kusema, fa ya ayuhan nas, anasema enyi watu, ittaqullaha, mcheni Allah tabaraka wa taala, wa hafidhu ala adai faraidhi lillah, na mdumu katika kutekeleza yale maamrisho, zile faradhi za Allah tabaraka wa taala. Fa inna ahabbu taati ila Allah, kwa sababu kutokana na kutekeleza hizo ibadati Allah tabaraka wa taala hujenga na huendelea kuyajaza mapenzi yake juu yenu. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema kipenzi cha Allah, radhi za Allah ziwe juu yake, inna Allah ta'ala qala, hakika Allah tukufu anasema, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in, hatoacha kunikaribia mja wangu kwa kitu chochote kile, uhibbu illa mimma aftaraftu ilayhi, hatoacha kunikaribia, hatoacha kuwa karibu na mimi, hatoacha kunisogelea, hatoacha kuwa rafiki yangu, hatoacha kuwa kipenzi changu mja, isipokuwa kwa kuyatekeleza yale niliyomfaradhishia juu yake.
Allah tabaraka wa taala amefaradhisha vitu vingi sana kwetu sisi, lakini jambo tulizungumzia hapa ni lazima la swala. Hutoacha kuwa karibu na Allah, hutoacha kuwa kipenzi cha Allah maadamu unadumu na swala tano. Akaendelea kusema wama yazalu abdi, na hatoacha kuendelea kunikaribia mimi mja wangu, hatoacha kuwa karibu yangu mimi, ilayya bin nawafil, isipokuwa kwa kuendelea kutekeleza zile swala za sunna. Ukitekeleza swala za faradhi unakuwa karibu zaidi na Allah tabaraka wa taala, lakini unaendelea kuwa bora na Allah tabaraka wa taala kwa kuendelea kutekeleza zile ibadati za sunna, zile swala za sunna. Kwa kufanya hivyo Allah tabaraka wa taala anasema hatta uhibbahu, akiendelea kufanya hivyo inanipelekea mimi ninampenda yeye. Hawataka nini kama sio kupendwa na Allah tabaraka wa taala? Sio kufanya majambo ili tuweze kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Allah akikuridhia shekhe, hakuna mjadala. Anaendelea kusema thumma ya'lamu, kisha tambueni, anna an-nawma mithla al-maut, hakika ya usingizi ni mfano wa kifo. Anatukumbusha, anatuzindua shekhe, tambua anna al-mauta, hakika ya mauti, hakika ya usingizi ni mfano wa mauti. Tambua hilo katika akili yako. Wal aiqadat, na kule kuamka kwako asubuhi, mithlu al-ba'th, ni mfano wa kufufuliwa siku ya kiyama. Wala'alla Allah ta'ala, na huenda Allah tabaraka wa ta'ala yakbidhu, akaichukua ruhaka, roho yako, fi lailatik, wakati wewe umelala. Yani ule muda ambao wewe umelala, ule usingizi ambao ndio mfano wa mauti. Yani ukilala manake ni sasa umekufa, sababu hujui kinachotokea wala kinachoendelea. Sasa shekhe anatupigia mfano kwamba usingizi, kile kitendo cha kulala, ni mfano wa mauti. Yani ukilala utamwona sasa kwa kule kulala kwako, huenda Allah tabaraka wa taala akaichukua roho yako wakati umelala. Ukaamka pia, Allah atakuacha mchana, jioni Allah pia akachukua roho yako wakati umeamka. Ile muda akipenda achukua roho yako. Qalat Sulaiman, anasema Sulaiman baada ya kusikia maneno haya, radhi za Allah ziwe juu yake, baada ya kusikia maneno haya kwamba usingizi ni mfano wa kifo, usingizi ni mfano wa kifo, na kule kuamka ni mfano wa kufufuliwa. Alivyosikia maneno haya, hebu chukua akayabeba, alafu anakenda kumwambia mwanae, anamuhusia mwanae, usia huu na mimi na ubeba na uleta kwenu nyinyi. Anasemaje? Anasema kumwambia mwanae, ya bunayya, ewe kijitoto changu, ewe kipenzi changu, la tukthiru an-nawma bil-layli, usikithirishe kulala usiku. La tukthiru an-nawma bil-layli, usikithirishe kulala usiku. Fa inna, basi kwa hakika, man yukthiru an-nawma bil-layli, yule mwenye kukithirisha kulala usiku, yati faqiru yawm al-qiyama, atakuja ni fakiri siku ya kiyama. Mtu huyu atakuja akiwa ni mufris, amefilisika, mwenye kupenda kulala, mwenye kukithirisha kulala, mwenye kulala lala ovyo. Siku ya kiyama atakuja aliyakuwa amefilisika, kwa sababu ukilala kuna vitu vitakupita wewe. Kwa hiyo usikithirishe kulala usiku.
kwa sababu usiku kuna vitu mbalimbali vinaendelea, kuna ibadati mbalimbali zinaendelea. Una raha gani wewe mpaka unalala? Yani unauporuza kuanzia saa 2 mpaka saa 2 asubuhi umelala. Kwa raha gani unakuwa nayo? Una nini jambo unafanyia zaidi ya Allah mpaka ulale muda wote huo? Chukua somo hili nakupa. Chukua mazingatio haya. Anna al-laila wan-nahar, hakika ya usiku na mchana, 24 saa. Usiku na mchana una masaa 24. Chukua hiyo. Usiku na mchana una masaa 24. Sasa basi anasema antadia minna 20 sana, ikutosha wewe katika hayo masaa 24 kulala masaa 8. Usiku na mchana una masaa 24. Kwa hiyo akasema fala yakunu naumaka fiha, wala usiwe usingizi wako katika hayo masaa 24, yani usilale katika hayo masaa 24 isipokuwa nini? Akasema isipokuwa akthara min 8 saati, isipokuwa ulale masaa 8. Fayakfika, yanakutosha wewe masaa 8 kulala. Shirna 4 ukigawa mara 3 unapata 883. Kidogo na mimi ninazo hisabati. Masaa 8 ya kwanza kwa ajili ya ibada, kumtumikia Allah tabaraka wa taala. Hayo masaa 24, yani hiyo siku nzima kuanzia alfajiri mpaka alfajiri, hayo masaa 24 uyagawe katika masaa 8. Nane ya kwanza Sheikh amekupa mfano. Hii 8 ya kwanza ikutoshe wewe katika kupumzika. 8 ya pili katika kutafuta riziki. 8 ya tatu katika kutekeleza ibadati mbalimbali. Wewe walala masaa 12 kuanzia saa 2 ile umeingia kulala mpaka saa 12 asubuhi. Umelala tu. Unategemea nini wewe? Kama sio kuwa fakiri siku ya kiyama. Anasema yakfika na kutosha masaa 8. Kwa nini? In shita saat, ikiwa utaishi wewe 60 sana, miaka yako 60, kapiga mule. Mtume sallallahu alayhi alisema kwamba umati wangu utaishi miaka 60, 65, imezidi sana 70. 60, 65 imezidi 70. Sasa akakutolea mfano, ikiwa utaishi miaka 60, katika hiyo miaka 60 ukawa unalala masaa 8 katika masaa 24, basi itakuchukua miaka 20 ambayo wewe utakuwa umelala. Yani katika miaka 60 ukilala masaa 8 katika masaa 24, maana yake katika 60 unakuja unatoa 20. Miaka 20 kwa ajili ya kulala. Tena hii sasa ni theluthi ya umri wako, miaka 20. Kwa hiyo katika 60 ukitoa 20 ya kulala inabaki 40. Hii 40 kuna ile 15 ya utoto. Bado unaitafuta balagha, ile 15 ya kucheza. Unabakiwa na miaka 25. Hii 25 hii kuna ile miaka 5 au 10 uliyopoteza wewe kwa uzembe wako, uliyopoteza wewe kwa mahaba yako ya dunia. Miaka 5 mfano, tutoe tu miaka 5, imebaki miaka 20 ya kutosha wewe kuitafuta janna. Ikiwa watu wametafuta janna miaka 80, miaka 80 wanatafuta janna, miaka 950 mtu anatafuta pepo, miaka 500 mtu anatafuta pepo. Wewe miaka 20 itakutosha kweli?
Maana yetu ni nini? Maana yetu ni hii na ukuja, alaika bisalati al-layl. Kwa kulitambua hilo, basi ni wajibu, ni juu yako wewe kuswali swala za usiku. Hizi swala 5 za alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha hazikutoshi wewe kutokana na majambo uliyokuwa nayo. Una mambo mengi hapo ulipo, una mambo kibao. Katika hizi swala ambazo unazoswali, adhuhuri, magharibi, swala zenyewe za kulenga ramadhani, umekuja imam kamaliza jamaa, umekuja umekuta rakaa 3, unaswali hapo ulipo, una madeni, unawaza, una vitu kibao, hazitoshi. Alaika bisalati al-layl. Basi ni juu yako wewe kuamka usiku. Amka usiku, useme na Mola wako. Amka usiku, mwambie Allah. Amka usiku, ulie na Mola wako. Faqad qala alayhi salatu wassalam, amesema mwenye kusema rehma na amani za juu yake, afdalu salati ba'da al-maktuba salatu al-layl. Swala bora inayofuata baada ya swala iliyofaradhishwa na Allah tabaraka wa taala, yani swala 5, basi inafuata ni swala ya usiku, kisimamo cha usiku. Alaikum biqiyam al-layl. Ni juu yenu wapenzi watukufu wa Kiislamu, juu yenu kusimama usiku. Fa innahu da'abu salihina. Kila kitendo cha kusimama usiku ilikuwa ni tabia ya waja wema, ilikuwa ni tabia ya wacha Mungu, ilikuwa ni tabia ya vipenzi vya Allah waliopita kabla yetu sisi. Kwa nini walifanya hivyo? Muqarrabahu ila rabbakum. Walifanya hivyo lengo likurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Wa mukaffaratu lisayiati, na kufanya hivyo unakwenda kufuta na kusafisha makosa yenu, madhambi, maasi na makosa. Wa minhatu anil ithmi, lakini pia inakuweka mbali kutokana na mambo machafu na maovu. Swala usiku inasafisha mwili, inasafisha roho, inasafisha moyo. Swala usiku. Bi Aisha radhi za Allah ziwe juu yake yuwasema, alikuwa akiswali swala za usiku kipenzi cha Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallama, mpaka miguu yake inavimba, nyayo zake zinatonesha, nyayo zake zinatoka vidonda. Lakini huyo alikuwa akifanya hivi tayari alishasamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo, alishasamehewa. Lakini kwa nini anasimama swala ya usiku? Kwa sababu anatafuta kurubu ila Allah, kujikaribisha mbele za Allah, kujidogesha kuwa mdogo wallah tabaraka wa taala. Alaikum biqiyam al-layl. Sasa ni juu yenu kuswali swala za usiku. Kuna raha sana na kuna vitu vingi vinapatikana katika swala za usiku. Hadithi mbalimbali zimekuja nyingi, miongoni mwa hiyo anasema Allah tabaraka wa taala, inapofika mwisho wa usiku, ule usiku wa mwisho ule wa kwenda kuishia ule, Allah yuwashuka mpaka katika mbingu ya dunia hii hapa, yuwashuka mpaka anga hiyo na kunadi, yuko wapi ananiomba nimpe? Yuko wapi ananiita nimuitikie? Yuko wapi anataka nimsamehe? Yuko wapi huyo? Avuta picha wakati Allah yuanadi hivi, na wewe ndio umwambia ya Rabbi nisamehe, ya Rabbi riziki yangu, ya Rabbi mimi madhambi yangu, ya Rabbi nilifanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Qala sallallahu alayhi wasallam,
Anasema Mtume Muhammad rahmani amani ziwe juu yake, ya ban adam, ewe mwanadamu, afshu salam bainakum, toleaneni salam, wa at'imu ta'ama, nafanyeni riziki, peaneni chakula, agizaneni, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na uswali usiku aliyakuwa watu wamelala. Tadkhulu jannata bisalam, ukifanya hivyo utaingia peponi kwa amani, kwa amani kabisa wakwenda peponi. Kwa kumalizia, anasema mshairi, biqadri kadri tuksabu almaad, kwa kiasi ambacho wewe unachoendelea kupata shida katika jambo lako la aina yoyote ile, kile kitendo cha kuumia na kupata shida na tabu, basi jua unaiendea faraja, jua neema imekaribia. Wa man talaba al-ula, na mwenye kutaka utukufu, mwenye kutaka izza, suhira al-layal, halali huyo usiku, halali usiku. Tarumu al-layl thumma tanamu al-layl, wewe wataka izza, wataka ubora, wataka utukufu, alafu nalala. Yaani unataka kuwa wa kwanza darasani alafu unakuwa mzembe kujisomea, kasema nani? Unataka kuwa mfanyakazi bora alafu unachelewa ofisini, kasema nani? Ili uwe mfanyakazi bora lazima uwe wa kwanza kufika ofisini na kutekeleza majukumu yako kwa uweledi, kwa ubora, kwa kujituma, alafu uwe na adabu na wakubwa zako, uwe na adabu na mabosi zako. Utapewa cheo na vitu vingi vitapatikana kwako wewe. Kwa kule kupata kwako shida ndio kwa kuiendea faraja, ndio faraja inakaribia. Ndugu zangu, tunaimaliza Rajab. Rajab inakwenda kuisha, tunakwenda Shaabani, tunaelekea Ramadhani. Tupo katika miezi ambayo amali zinahitajika kwa wingi mno, amali zinahitajika kwa wingi mno. Kwa hiyo tunaendelea kukumbushana vitu kama hivi, ni vidogo kwa macho ya nyama na masikio ya antena, lakini ni bora zaidi na vina umuhimu kweli kweli ndani ya nafsi na moyo na maisha yako ya hapo baadaye, ikiwa utazingatia na kuyafanyia kazi. Anza leo kusimama usiku. Kama ulikuwa umefushaanza, basi endelea na kithirisha. Kuna ibada mbalimbali zinapatikana katika majira ya usiku. Ni usiku tulivu, watu wamelala, wewe wasimama wafanye ibadati. Siku ya kiyama Allah tabaraka wa taala atanadi, wako watu wale ambao walikuwa wakinyanyua mbavu zao, walikuwa wakiacha usingizi wao, walikuwa wakiacha vitanda vyao, wanasimama na kuswali na kuniomba na kufanya dua mbalimbali. Wako wapi? Watasimama wachache tu ambao walijua fadhila na ubora wake wakafanyia kazi, wanakwenda peponi bila hisabu. Kwa nini na wewe usiwe miongoni mwa hao? Tunaomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe miongoni mwa hao watakaokwenda peponi bila hisabu, lakini kwa kutekeleza zile ibadati mbalimbali, maalumati mbalimbali, khairati mbalimbali kwa ubora na yaqini na kutarajia fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قول هذا استغفره إنه هو الغفور الرحيم وهو البار القويم.